Da, kwa majina naitwa Boy Chidu na ni mwandishi wa Wananchi Tanzania, nikitokea hapa jijini Bongo, Dar es Salaam. Right now niko kwenye pekuzi zangu, peji zangu za kila siku. Ni kwamba kwanza nichukue muda huu kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwawezesha wanawake. Hajatokea katika marais wote waliopita kwa kuwa na ongezeko la watumishi wa umma wanawake. Tazama kipindi hiki cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Viongozi wengi watumishi wa umma wengi kwa sasa, idadi kubwa ni wanawake. Jambo hili limenigusa kwa sababu wanawake wamekuwa wakinyanyasika sana. Labda nisiwafiche, sisi wanaume tunawatelekeza sana wanawake. Sasa mwanamke anapokuwa na ajira, ameajiriwa, hata ukimtelekeza hakuna ulichokifanya. Haleluya! Kwa hiyo nikushukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri njema uliyoifanya, hususan hichi kipindi ambacho upo madarakani. Mungu aendelee kukutunza katika hilo. Unajua maisha yetu ni kazi maisha yetu ni ajira. So yule mwanamama akipata ajira, yule mdada akipata ajira, yule bibi akipata ajira kidogo, inatuongezea nguvu pa kukimbilia. Wanawake wanakimbilia kwa wanawake wenzao na wanaume tunakimbilia kwa wanaume wenzetu. Haleluya! Kwa hiyo uongozi bwana ni kalamu ambayo Mungu amekutupangia sisi. Kesho takuwa nani? Leo unaniona niko hapa, kesho hujui nitakuwa nani. So tuheshimu sana kila jinsia. Mwanamke amheshimu mwanaume na mwanaume amheshimu mwanamke, kwa maana hatujui kesho yake. Tazama leo viongozi wengi ni wanawake. Imagine viongozi wengi watumishi wa umma ni wanawake. Siku zilizopita ulimnyanyasa, leo ni kiongozi wa umma, unahitaji msaada. Kwa hiyo tusiwatende vibaya wanawake. Tukumbuke tumekutokana na uzao wa mwanamke bila miezi 9. Kwa hiyo imagine bila miezi 9, miezi 9, imagine mwanamke amekuvumilia, amekuweka tumboni, unakuwa unajitambua, unaanza kumdharau. Baraka unazifunga mwenyewe kwa kudharau hao watu. Waheshimuni sana wanawake bwana, ni viumbe dhaifu sana, hususan kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Watu mnaachana sana, lakini ni kitu kibaya sana. Mungu awasimamie wote. Muwe na huruma na muwe na subira. Msipende kuchukua maamuzi tu pap unamwacha mwenzio. Tazama akina mama wengi, nimepita mtaani kufanya interview na wamama wengi, 87.7 wameachika na wametelekezwa. Alafu mwanaume alivyokuwa ni waajabu, anamtelekeza mwanamke na watoto wake, anaenda kwa mwanamke ambaye ana watoto, anaanza kuishi na mwanamke ambaye ana watoto, anaacha na kuhudumia watoto wake, anaanza kumhudumia mwanamke ambaye amemkuta huko, anaacha kukumbuka kwamba damu yake ipo huko alikotelekeza, anaanza kutesa watoto, anatesa na mzazi mwenzake. Tunajichumia dhambi sana. Mungu awape macho ya kuona, macho ya kiroho, na pia Mungu awasaidie sana wanaume wa hivyo. Ndio maana watoto wakianza kunung'unika, hata kama umeenda huko uliko, maisha yalikuwa yanaenda vizuri, yanaporomoka. Maisha yako yanaporomoka, ajira zinaisha, mikataba inaisha. Kwa hiyo unakuta unapitia changamoto. Kumbe umetelekeza kizazi kinalia, kinateseka. Inaniuma sana. Jana niko ibadani, natoka mwanamama mmoja na watoto kama 3, anasema, mtumishi wa Mungu, unga umeisha, mtoto anaumwa, na kama unavyoona, ila yeye ni mume wake aliondoka, akaacha ndugu zake alivyokufa yeye, akaacha ndugu zake. Ndugu zako, ndugu yangu, na ambavyo uko leo, uko hai leo, ukifa usitegemee ndugu zako hata leo watoto wako. Nimejionea kwa macho.
mwanamama yule anateseka sana, bwana yake alivyokufa tu habari yake kaisha, hana kazi, hana msaada wote. Nilimwonea huruma, but yani mimi binafsi nilimwonea huruma. Ningekuwa na kiwango kikubwa au ningekuwa na fedha ya kutosha ningempa mtaji, lakini nilicho nacho ambacho Mungu alinipa ndicho nilichompa. Kwa hiyo tusiwadharau wanawake bwana, tuwavumilie sana wanawake. Vumilieni sana wanawake, muwe na moyo wa kuvumilia, msipende kuacha na kuoa, na nyinyi wanawake msikubali kuachika. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Rais, hongera sana kwa kazi kubwa, na Mungu aendelee kukupigania maisha yako yote. Mimi kama kijana wako nakupenda sana, na Mungu aendelee kukupigania uhai wako. Amen.